unasema kwamba unaningangania ulipiwe kodi. Mambo mengi aliongea hapo, na baadaye akampigia Diamond Platnumz video call, akawa kama anakuambia hivi, anasema baby, hii ni dedication kwako. So baada ya hayo finally Rita amekuja na kuandika hayo ambayo umeyasikia hapo. Na leo tena pia ameweka kitu kingine kwenye page yake ya Instagram kupitia Insta story. Ameshare video hii hapa, alafu ameandika, guys be ready for upcoming new video, kijakazi wetu featuring my love. Ameweka emoji za kusmile hapa. So anachokimaanisha ni kwamba kaa tayari kwa video mpya kutoka kwa kijakazi wetu akimshirikisha mpenzi wangu. Kijakazi ni nani hapa? Ni Zuchu ambaye analengwa. Alafu kwenye background unasikika wimbo wa Diamond Platnumz Haunisumbui, na ameshare ile mistari ambayo inasema kwamba Diamond alikuwa akisema kwamba unaowatuma kumtukana mimi siogopi mashushu wala michambo, kutoa kwa mapeji feki kama lokole inahusu, mkwe hakutaki eti mwenzangu pole mbona kuntu. So ni video ambayo Rita ameshare kwenye page yake ya Instagram kupitia Insta story akisema kwamba kuna video inakuja kati ya kijakazi wao na mpenzi wake. Sasa imagine anamuita Zuchu kijakazi, lidongo hilo lingine. Lakini pia ameweka huo wimbo ambao unasema ni wa Diamond Platnumz unaitwa Haunisumbui, ulitoka miaka kadhaa nyuma, na ameshare mashairi ambayo umesikia hapo. So kumbuka pia moja ya story ambazo zimekuwa mtandaoni ni kwamba mama mkwe, kwa maana ya Mama Dangote, hamtaki Zuchu. Ndio hicho ambacho Rita anakiweka hapo akisema kwamba mkwe hakutaki mwenzangu pole mbona kuntu. Lakini pia kuna tetesi za kwamba ilikuwa sijui Diamond akalipa mahari, akapeleke mahari kumlipia Zuchu, ila siku ya mahari hakutokea. Zipo hizo zinazozungumzwa. So nadhani hiyo mistari ambayo Rita ameiweka ni kuendelea kuchochea zile tetesi ambazo zimekuwepo za haya mambo, kwamba alikimbiwa siku ya mahari, lakini pia mkwe hamtaki, kwa maana ya Mama Dangote. Kinachonifanya nijiulize sana, Rita anapata wapi nguvu ya kuandika vitu kama hivi, hali ukifahamu kwamba kwa mkwara ambao Diamond aliupiga ile siku, mambo kama haya yanatoa wapi? Sijui kama unawaza vile ambavyo mimi nawaza. Unaelewa? Maana mwenye kumpa jeuri ya kuandika hivi vyote ni mhusika mwenyewe, Diamond Platnumz. Sasa I'm just thinking kwa hiyo bwana Zuchu penzi linazikwa na yani ni kama ni kupambana, kama ni mwaka wa kuolewa na huyo mwanaume, itakuwa ni aseme sijui aliye kwa kilio cha aina gani. Maana kila siku maadui wapya, kila siku vituko vipya, yani na kila siku tu mambo mengi yanaongezeka kupitia upande kwao. Sababu imekuwa ni gumzo kati ya Zuchu na Diamond Platnumz, sababu tumeona wameingilia mpaka familia huko. Kuna best wengine pia na wao wanazungumzia hilo kwenye pande wa upendo. Lakini na kama hiyo ya barua sijui nini, yani video zilivuja, yani ndugu wa mwanamke tayari wameshajikusanya, wamenini, vyakula vikapikwa, bibi harusi ndio naenda kuchumbiwa, Zuchu kapodolewa, sijui kafanyaje, anasema wanasubiri upande wa mwanaume wafike pale, jambo lipite. Mwisho wa siku anaangalia tu masaa mtu hajatokea. Hivyo unajua vitu vingine, yani unaona kwenye movie kumbe kuna kuna vitu vinamtokea na ufikiri kabisa kama yani ndio ni mkeo, mumeo, lakini kuna vitu usiri wa mtu. Yani sasa wewe kwenye simu ndio kuna usiri. Wewe unataka muombe akupe. Lakini pia ukiwa hata mwenzako sio inaruhusiwa, kumbe ndomba simu nimpigie fulani. Kuomba sasa sio kukagua ile kiwiziwizi. Mwenyewe kama hataki yani ile kama huyu alipotoa hii taarifa, yani ameongelea ile watu unagombelea ile lazima yani lazima utatoa lete. Kwa hiyo vitu kama hivyo ndio wakaongelea kwamba haya sawa, asante kwa kuandika. Yani nimesema hapa message ilikuwa chache, sasa huo mzigo unaingia nitakimbia. Haya jamani, ujumbe mwingine anasema vipi hapo mjengoni, inaitwa Mama Rushaina au Mrs. Ima. Tabia ya kusomeana SMS hata huku kwetu ipo, sio kwa wanaume au mke, hata kwa marafiki au majirani tunaomba waache. Ila hii kweli mimi nilikuwa na rafiki yangu, yani yeye kila simu yake itatu, kila file ambalo unaingia unakuta na password. Kila file. Mimi nikamuuliza, nikamwambia sasa wewe, haya kila sehemu na sio inafanana, ni tofauti. Nikamwambia kusema yani mimi watu wengi wanaonizunguka wana kawaida kuchukua simu yangu, wanapita kukagua vitu vyangu. Kwa hiyo wao ukiwa unataka simu yake, ukimwazima umwambie kabisa unataka kwenda wapi kwenye kamera, kutolee password kwenye file la kamera ili uitumie. Nataka kuangalia picha zako, akutolee password kwenye file la picha ili nataka kumtumia mtu message, akutolee password, sijui unaelewa? Yule tena kiboko. Mimi nikamwambia akija rafiki yangu kila file lake weka bakolo nondo. Kila file mimi nikamwambia natamani lakini nitasahau. Kila file yaani ukimwazima simu ujue kabisa unamwambia nataka niende sehemu fulani, ile kutolee ndio uingie huko. Kwa hiyo marafiki majirani kweli ile kuna mtu ile tena hii kawaida kusoma sijui message sijui watu, mimi mwenyewe nina huo huruka. Nisiende bali. Nakuta ile kwenye
kwenye gari kama umesimama hivi. Alafu mtu amekaa kwenye seat. Akawa anachezea simu, unakuta tu jicho limeganda. Limeganda kuchungulia anachokifanya pale hivi. Na kwenye daladala jamani kuna watu wachapo. Kwenye madaladala humu au basi yetu ya kuna watu wachapo. Ukitoa simu tu ukianza kuchat. Ile vitu miganda hivi. Hapo. Haya, ndio swala hilo. Swala la simu. Lakini ujumbe mwingine anasema mko poa hapo mjengoni. Wa kuitwa Happy Mcheo hapa, huwa anapenda ukiniita Mama Rehema. So kwa matukio hayo kwa kweli yeye ameandika hivyo. Happy Mcheo kutoka kule Majengo kwa watoto wazuri. Lakini ujumbe mwingine anasema nisome kama Mrs. Ulaya kutoka Kiwalala. Nampa pole huyo aliyebakwa. Asante kwa kuandika Mrs. Ulaya. Ujumbe mwingine anasema kaka MC Chao, Madam Tumaini, na wakubali sana Fadhili Faraji aka Kimezama. Walikolombe Mbawe. Haya, asante Kimezama kutoka pande za huko Likolombe. Yeye mtaalamu wa kutengeneza juisi ya mayai si mwingine ni Mr. Livembe wa Nyengedi. Nafuatilia vyema sana kipindi cha Je Wajua mpaka pale tamati ya kipindi. Hongera sana kwa hukumu aliyohukumiwa huyo mzee aliyembaka mwanafunzi kwa miaka 60 ili iwe fundisho kwa jamii. Hata kijana wa Obia Samo anajua wanafunzi ni adui zetu. Yeye ameandika hivyo. Shukrani sana Mr. Livembe. Lakini anasema nisome kama Mfaume Esi na Ngololo maarufu muuza samaki wa maji baridi pande za Nyengedi. Dunia imekwisha, watu wamejisahau, tunaishi nayo. Yeye ameandika hivyo. Haya, asante kwa kuandika. Lakini ujumbe mwingine anasema halo dunia, kuna wazee wa ovyo kweli. Nisome kama Hamisi Bula kutoka Mkwajuni. Dada Tumaini, MC Chawa, hongereni hapo mjengoni. Yaani kama shoka na mpini wake. Kipindi kimekupendezeni kwa kweli. Haya, shukrani sana. Shukrani sana, umeitisha zaidi. Endelea kuitegea sikio 106.3. Huyu anasema naitwa Hali Masudi kutoka Kimberenje. Tuko pamoja sana. Shukrani sana kutoka pande hizo. Lakini ujumbe mwingine anasema huyo Zuchu amejitakia mwenyewe. Ni mimi hapa Mama Ashlafu kutoka Kilimanjaro. Ameataka. Hakuna watu na maneno ya ovyo kama tuseme si michepuko. Yes. Yaani michepuko mimi nahisi wewe ukiwa ndani bora ujitungamanishe tu. Kama mchepuko haja kuchokoza bora tu tulie. Ile umemjia mchepuko unaanza kumchokonyoa. Unachokitaka. Lazima wazi. Japo hapa tunatumia ndani, huyo Zuchu hajawa ndani lakini ndo kama basi mpenzi rasmi tuseme hivyo. Sasa ile lita mko kama ndo mchepuko. Basi yaani huyo Zuchu angejituliza. Alichokitaka ndo amekipata. Haya, asante kwa kuandika. Ujumbe mwingine anasema kunyata kule aolewe kweli. Anasema nani? Kwa hiyo yeye ameona kipengele. Ndio alikata hivyo kunyata kule aolewe kweli. Haya, sijui ni nani akiwa wapi huyo. Ujumbe umekuja hivyo. Lakini ujumbe mwingine anasema naitwa Mzamiru Machanja kutokea Mpenda na kupateni hapo mjengoni amna baya. Shukrani sana kutoka pande hizo. Huyo anasema naitwa Mama Nisha kutoka Mihogoni, nampa pole Zuchu King'ang'a. Huyo akiachwa aachike. Yeye ameandika hivyo. Lakini ujumbe mwingine kwema hapo mjengoni, sauti ya redio iko juu sana, tuko pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Nisome kama Agnesi na Ndonde au Mama Barak kutoka Nyangao B au mama wa vitoto vya 2000. Jamani, kuna baba wa vitoto vya 2000 ndio ipo kuna gachai. Sasa amezaliwa mama. Haya, sawa. Asante kwa kuandika. Ujumbe mwingine anasema anaitwa Hamisi Mcharasi kutoka Mpembe. Mmetisha sana hapo mjengoni. Shukrani sana Hamisi. Lakini ujumbe mwingine anasema anaitwa Mama Mu kutoka Kinolombedo. Kinolombedo Mnalani. Madam Tumaini za hapo mjengoni. Hapa mjengoni sisi ni poa, sijui pande hizo. Huyo anasema Zuchu waje kwangu wale maisha bila wasiwasi wala stress. Mchika kutoka Matope. Lakini Madam Tuma kwa naona jamaa ndo chungulia hivi. Tupitie jumbe zingine fupi chache afu tuweze kufika tamata kipindi pia. Kumbe wenyewe wamefika. Tunapokea simu au tunaishia kwenye jumbe? Kwenye jumbe tu hapa. Haya, ujumbe mwingine anasema wa kuitwa Chemaloni Wanyangao kitongoji cha Likuli. Huyo aliyeuza udufi ashikwe aojiwe kwanza. Haya, sawa, asante kwa kuandika. Ujumbe mwingine
tumetisha hapo mjengoni kwa kutujuza habari mbalimbali by Hawa Kayuma wa kutoka Mbagala. Haya, shukrani. Ali na Kololo pande za Chimemena, hao wanaogombaniana mapenzi walimbukeni wa mapenzi. Yeye ameandika hivyo. Ujumbe mwingine anasema nisome kama fanyeni, nipo pande za Sinaida. Dada Tumaini tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Sinaida. Kuna majina mengine. Haya, asante kwa kuandika. Huyo anasema naitwa Abduli wa Mtua. Huyo Zuchu ameyataka na ameyapata. Tumalizie tu hivyo. Huyo anasema Madam Tumaini, Shafi Dona hapa, wanafunzi hawafai. Mimi alinikuta hayo, ila huyo mzee amezidisha, hukumiwe miaka 30. Na ndo kifungo ambacho amepewa yuko. Haya, asante kwa kuandika. Huyo anasema huyo mzee anatisha. Naitwa Hamisi Kunje kutoka Mtandi. Shukrani sana kutoka pande za huko Mtandi. Ujumbe mwingine anasema unyama sana hapo mjengoni, wa kuitwa Badi 32 kutoka na Manjele, pacha ya Mtwala. Na Manjele. Shukrani sana kutoka pande za huko Mtwara. Huyo anasema ni mimi D Lapa. Ongeleni sana Mtame FM kwa kipindi bora. Shukrani sana D Lapa. Hajasema kutoka pande zipi huyu. Huyo anasema nampa pole mzee huyo kwa kifungo cha haya, sijui ni nani kutoka Kiwalala. MC Chao. Ndio. Tunaishia. Tunaishia hapo kupitia kwenye jumbe fupi kwa sababu muda pia na mtupa mkono moja kwa moja kabisa. Basi Madam Tuma. Yes, kama la mwisho kwa agapi ya wasikilizaji wetu wa Mtama FM. Msikilizaji, mimi nitoe shukrani tu kwa wale wote ambao umeitegea sikio 106.3 kuanzia mida ile ya saa 11 mpaka sasa hivi saa 12 na dakika 19. Tunaenda kumaliza hivi, japokuwa umeme umekuwa umetusumbua mpaka mambo yaani mambo ni mengi, kwa hiyo inabidi tuwape nusu kwa sababu ya shida ya umeme, na ni swala ambalo lipo nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo tuombe radhi jamani. Siku nyingine tutakutana hapa, tutabadilishana yale ambayo yatakuwa yamejili kwa undani zaidi. Lakini pia usikose kutembelea channel yetu ambayo tuko na director yetu Chede, kwamba hakikisha kwamba director Chede anafanya kazi yake kupitia mtandao wetu wa kijamii. Ni ukiingia tu pale kwenye YouTube yetu ukiandika MC Chao, basi moja kwa moja unaweza kutufollow kupitia wanasema usitupite hivi, si ndio? Kwa nini linataja pale? Bonyeza alama kwa kengele. Una like. Una like moja kwa moja. Lakini pia unaweza kama unataka kutucheck live kabisa, basi check tu katika channel yetu ya MC Chao. Moja kwa moja utapata live moja kwa moja kila kipindi tutakuwa tuko hewani kupitia channel yetu ya MC Chao moja kwa moja. Tuko na director yetu Chede kuhakikisha kwamba kipindi hiki ambacho je wajua kimuungana vyema kabisa Mtama FM. Hatuna budi, lazima tuage wasikilizaji wetu wa Mtama FM Radio kupitia kipindi hiki cha je wajua. Kama unajua, kaa tulia tukujulishe. Niko Chede, nyimbo mzuri hapa ya Zuchu, yuko na Ali Jacob mama anakuambia mausa. Mungu wangu. Zuchu kinganga. Anakuambia oh leo nikome mwenjia kwenye kiranga nijua vizuri nitemwe bila baba kwenye kiranga anakuambia mausa kwenye kiranga mimi jeuri sitegemei madam kwenye kiranga mauza wewe na mauza si wamekushindwa kwenu walimwengu tutakufunza mauza wewe na mauza si wamekushindwa kwenu walimwengu tutakufunza. Unani nijitokiki unasikiliza ngoma kali kutoka kwa MC Chao.